Badi. Ilikuwa na wana Masikhohlwe ngenkinga sekukubalisela How'd you? Masikhuphula imizwa Wezombi. It's Carnival.
wamekuja kuwawakilisha, aidha ni wazazi au wanawawakilisha wazazi. Tafadhali viti vyenu ni hiyo row ya pili, acha hivi vya mbele vinavyofuata. Karibuni tafadhali muweze kuketi. Kama mko nje ingieni ndani, na kama mko ndani tafadhali chukua nafasi yako ya kuketi mahala panapo stahili. Neema Kwaya, karibuni madhabahuni tafadhali. Na leo tunatamani nyimbo moto moto, maana leo ni siku ya kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ya furaha. Neema Kwaya tafadhali. Hapo karibu ili tuweze kuwakaribisha ndani na baadaye tuweze kufungua ibada yetu kwa ombi na tuanze. Heshima na panisha, tuwe pamoja. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Sijasikia vigeregere. Walikuwepo, walitamani, nao wakafunga harusi, wakaparangana, haikuwezekana. Hapana kufurahi hivi, na leo ni leo, mambo sasa ni siti. Haikuwa rahisi tufike hii. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Na hapa tulipo, hiyo siku yetu muhimu. Bwana imetimia. Mungu wa mbingu na nchi, tunapoanza ibada hii ya ndoa, tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze. Nawe Mungu ukae pamoja nasi,
ukitusimamia katika ibada hii kuanzia mwanzo huu hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba Bwana, tunapoanza katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Naomba tuketi, niwakaribishe Neema kwaya kwa wimbo mmoja. Tafadhali. Naomba tuketi taratibu. Tuko kwenye ibada, tafadhali. Naomba tuheshimu ibada. Kwa hiyo wale wanaoongea tafadhali, kwa kweli Mungu apendeze nasi. Tuko Mtu yule peke yake
Washangilie maharusi wetu wanameremeta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hakika wanameremeta. Amina. Basi kwa kumheshimu Mungu, tunapokwenda kusoma somo letu, ninaomba kanisa tuweze kusimama. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hilo ndilo somo letu mchana wa leo. Tuombe. Hakika wewe ni Mungu ambaye ni mwanzo na mwisho, na zaidi yako hakuna mtu mwingine. Wakati huu Mfalme, tunainua ibada hii ya leo tukikabidhi maharusi wetu mikononi mwako, pamoja na waumini wote na watumishi wako ambao Mungu watahusika katika tendo hili. Nami Mungu nawakabidhi mikononi mwako. Mungu, Roho wako Mtakatifu akapate kutuhudumia kila mmoja mmoja, pamoja na wanakwaya, pamoja na wapiga picha wote, na kila mmoja aliyoko mahali hapa. Mfalme, wote tunawakabidhi mikononi mwako. Tunakataa zile roho za uharibifu, zile roho za usumbufu katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Tunapokwenda kuanza huduma hii Mfalme, basi Mungu uanze pamoja nasi sawa sawa na neno lako. Tunakamata anga na ardhi kwa mapenzi yako. Tunaomba haya yote ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana. Basi tunaweza kuketi taratibu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuweza kutambulisha wageni ambao tuko nao ndani ya ibada yetu ya ndoa siku ya leo. Najua tunazo familia tatu, na tatamani sana tuzitambue familia hizo na wawakilishi wao waliopo katika ibada hii siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Niombe wenyeji kwanza jimbo la Temeke, tafadhali naomba tusimame tupunge na mikono yetu. Mungu awabariki sana. Naomba nikaribishe bwana harusi ndugu yangu Bukori. Kama wapo wawakilishi ndugu, tafadhali simameni mliopo. Asante sana. Mungu awabariki. Familia ya Sanura, tafadhali waliopo wasimame. Asante sana. Naomba nikaribishe familia ya ndugu yangu Alfred Makwaya, tafadhali wasimame. Asante sana. Na mke wake, tafadhali wasimame. Ndugu wa Panet waliopo, tafadhali. Mungu awabariki. Nisimamishe familia ya Daniel, tafadhali simameni. Safi sana. Naomba nisimamishe familia ya Hanifa waliopo, tafadhali. Mungu awabariki sana.
Bwana Yesu asifiwe. Nifanye tu utambulisho mdogo madhabahuni. Tafadhali mchungaji mstaafu mzee Maswela, naomba usimame. Bahati mbaya leo mzee anaonekana kama bachelor, lakini mama hayuko nasi siku ya leo na majukumu mengine. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa mchungaji Maswela, ni mchungaji mstaafu kanisa la Waadventista Tanzania jimbo la Temeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na mimi leo nijitambulishe. Amen. Si ndio? Tafadhali naomba nisimame. Haleluya. Mimi naitwa Maiga na yeye anaitwa Joyce. Bwana Yesu asifiwe. Tunawapenda. Asifiwe. Haleluya. Sawa. Kabla sijatambulisha, katika watu ambao nimeshangazwa kuwaona kwenye hii madhabahu ni baadhi ya familia ya Sigira. Na wengine tumeona nao muda mrefu sana, tumeachana nao muda mrefu sana. Kwa hiyo nimefurahi sana kuona Rosie, muda mrefu sana tumekuwa pamoja, na nimekuona sasa hivi natumika kwenye madhabahu nyingine. Mungu ni mwema. Isipokuwa huyu mtumishi na kukabidhi huyu Obi. Hebu simama. Simama. Obi simama tu baba. Huyu sijui anabudu wapi na ni Mennonite. Kwa hiyo huyu nakukabidhi pamoja na limelitoka jina lake. Simama, unajua? Sigira wewe hapa simama. Wewe huyu. Sijui kama anasali hapa huyu. Anasali hapa huyu, wewe umepona. Kama yuko mwingine sema tu. Obi umeshakabidhiwa madhabahuni baba. Na mimi nakupokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tuna mtoto wetu wa mwisho, nafikiri atakuwa yuko nje, tumeambatana naye. Yuko kule, hebu simama. Yuko kule Melkizedek. Yuko kule Melkizedek. Kwa Mungu ametujalia kuwa na watoto watatu. Wawili wako boarding shule. Sasa tumebaki na huyo mmoja. Mungu aendelea kututetea. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Moses Ndege ni mchungaji wa kanisa la Mennonite hii ya ibada ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni waombe wanakwaya watupatie wimbo wa kuabudu kwa ufupi, alafu mtumishi wa Mungu aweze kusimama na kuleta ujumbe mchana wa leo. Tafadhali praise and worship. Sogeeni faster. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe unastahili Yesu.
yako kuzuiliwa, e Bwana. Unastahili peke yako, kwa maana ni matendo yako na uweza wako. Umetupa tena nafasi ya kuweza kuwepo mahali hapa Mfalme. Vinywa vyetu vinazungumza shangwe, vinazungumza sifa, vinazungumza matendo yako makuu, e Bwana. Maana ni wewe tu peke yako ni Ebeneza kwetu. Asante kwa ajili ya maharusi hawa ambao Bwana umewapitisha katika maeneo tofauti tofauti, na hatimaye Baba umewapa nafasi na kibali cha kusogea tena madhabahuni pako. Nami Bwana ninakuja mbele zako tena nikiahidi na kuweza kufunga milango yote ya adui katika jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakuhitaji Bwana Yesu, ukae pamoja nasi, ukatubariki Mungu tunapokwenda kusikiliza ujumbe wako. Neno lako likafae kwenye ndoa zetu, zile ndoa ambazo ziko mahali hapa, e Bwana. Adui anatamani kuzisambaratisha kupitia neno lako jioni na mchana umwema. Baba, ukaweze kuziponya hizo ndoa. Ninakutukuza na kulinua jina lako, maana neno lako Mungu litakwenda kupita, litakwenda kupita kwa mama huyu, litakwenda kupita kwa baba huyu, litakwenda kupita kwa kijana na wote ambao Mungu anasikiza sauti. Tunatamani kuona mkono wako na baraka zako zikituhudumia katika ibada yetu ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Naweza kaketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kusoma kwenye Biblia mara nyingi kuona hali kama hii ni ishara kwamba Mungu amekubali tukio hili. Ni ishara kwamba Mungu amekubaliana yote ambayo yanafanyika mahali hapa. Leo tunafikiri kwamba kwa nini mvua inanyesha, kwa nini hali kama hii? Lakini mojawapo ya ishara ambazo zinaonyesha kabisa kama Mungu amekubali tukio hili la ndoa hii. Na wengi tunakubaliana kabisa kuona mvua ni baraka. Na kwa nini mvua ni baraka? Kwa sababu ni maji. Sehemu yote unapoona kuna maji, maana yake kuna uhai, maana yake kuna baraka. Kwa hiyo tunapaswa pia kumshukuru Mungu hata kwenye hii hali ambayo inatokea, kwa kwamba Mungu yuko pamoja nasi na Mungu amekubali tukio hili. Nina muda mchache sana wa kusema na ninyi, na nitakwenda kuzungumza na watu wa makundi makubwa matatu. Nitakwenda kuzungumza na maharusi wetu ambao wametukanisha mahali hapa, wao ndio wametufanya tuwepo mpaka muda huu. Nitakwenda kusema nao kidogo kwa habari ya neno la Mungu na hasa kwa habari ya ndoa. Nitakwenda kusema na baadhi yetu ambao tuko kwenye ndoa tayari. Kuna wengine kwenye ndoa miaka. Mungu wakati wote ni jipya kila siku, maana mafunuo yake hayawezi kuzoeleka. Kwa hiyo nitakwenda kuangalia kwa habari ya hizo kanuni tatu ambazo zinatuongoza kwenye ndoa. Katika maisha ya ndoa ambayo nimekaa sio muda mrefu sana, na miaka takriban 15 kuendelea nimekaa kwenye ndoa, lakini kuna vitu ambavyo nimejifunza, na kitu kikubwa ambacho nimejifunza kwenye ndoa kwenye miaka hii zaidi ya 15 ni kwamba kwenye ndoa hakuna uzoefu. Hakuna uzoefu kwenye ndoa. Hakuna mtu ambaye atasimama atasema mimi nimezoea, mimi ni mzoefu katika ndoa, ninajua namna ya kushughulikia hizi changamoto za ndoa. Kwa miaka hii 50 ambayo nimekaa kwenye ndoa, kwa miaka hii 60, kwa miaka hii 40, kwa miaka hii 30, hakuna jipya katika ndoa. Ni mzoefu sana katika ndoa. Nimesema hivi kwa sababu katika huduma yangu ya kichungaji wapo watu ambao wanakuja kwetu sisi kama wachungaji, na si tu vijana. Kuna watu wazee wanakuja, wamekaa kwenye ndoa miaka zaidi ya 20, miaka zaidi ya 30, lakini bado wanakuja wanasema, mchungaji, huyu mama ni kama vile tunashindwana. Mchungaji, huyu baba ni kama vile tunashindwana. Maana aliyenioa kipindi kile cha miaka ile ni tofauti na sasa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba hata katika masuala mazima ya changamoto katika ndoa, hazichagui umekaa miaka mingi au umekaa miaka michache. Bado changamoto za ndoa zipo na zitaendelea kuwepo. Na tumeshuhudia hata sisi, na tunajua, nina shuhuda kabisa, kuna watu ambao wametalikiana, wamekaa kwenye ndoa miaka zaidi ya 30, miaka zaidi ya 40, wengine miaka zaidi ya 50, lakini nafika wakati wanadai talaka.
inakupa na kuonesha kabisa ya kwamba swala la ndoa halina uzoefu. Wakati wote ni wakati wa kujifunza, wakati wote ni wakati wa kunyenyekea, wakati wote ni wakati wa kujishusha ili ndoa ziendelee kuwa salama. Kwa hiyo tunaangalia msingi wa furaha, lazima tufuate hii misingi, lazima tufuate hizi kanuni, maana tunajua mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunaona kanuni ya kwanza kabisa ni kuacha. Tunapozungumzia kuacha, ni tendo la kuondoka kwenu, ni tendo la kuwaacha wazazi, ni tendo la kuacha familia, ni tendo la kuacha watoto, ni tendo la kuacha paka ndugu, ni tendo la kuacha marafiki. Maana yake ni kwamba kuna vitu ambavyo unakwenda kuviabandon, kuna vitu ambavyo unakwenda kuviacha, unaingia kwenye msimu mpya. Na watu wengi tumeshindwa kuacha baadhi ya vitu, kuacha baadhi ya tabia tunapoingia kwenye ndoa, na zile tabia zinatusumbua sana tunapoingia kwenye ndoa. Mtu mmoja akasema ndoa ni kwa ajili ya watu waliokomaa. Ndoa sio kwa ajili ya wavulana, ndoa ni kwa ajili ya watu waliokomaa. Na kama uko tayari kuulizwa, na hasa wanaume, tunapozungumzia swala zima la kuacha, uwe tayari kuulizwa. Uwe tayari kuulizwa kwa nini umechelewa, na uwe tayari kutoa majibu kwa nini umechelewa. Maana ndio swala zima la kuacha. Maandiko yanaposema kabisa, enyi wanaume kaeni na wake zenu kwa akili, alikuwa anamaanisha kwamba uwe tayari kuulizwa kwa nini wewe umechelewa. Na mwanamke anapokuuliza kwa nini umechelewa, anataka majibu, anataka ujieleze. Miongoni mwa vitu ambavyo vinatusumbua sana sisi wanaume ni kujieleza kwa mke wako, kwamba inaanzaje ninajieleza. Na mke wangu alijua kabisa ya kwamba nimetoka nyumbani na kwenda kazini, anajua kabisa kwamba nimeenda kazini. Kwa nini ananiuliza kwamba ulikuwa wapi, au kwa nini ananiuliza kwa nini umechelewa? Sasa watu wengi tukiulizwa swali kama hilo, tunakataa zile kanuni za kibiblia zinaposema kabisa kwamba kaeni na wake zenu kwa akili. Na najua kabisa hata kuna baadhi ya wanaume napozungumza hapa wanafikiri kama vile mchungaji nimechanganyikiwa hivi, kwamba inawezekanaje nikaulizwa na mke wangu. Na wengi tukifika tunaambia, akikuuliza swali hilo mke wako, unamuuliza naye swali kwamba unakula au uli, unavaa uvai, umekwamba unamheshimu. Na wanaume wengi tumelelewa kwenye mazingira ambayo hatupaswi kutoa maelezo kwa wake zetu, na sio tu wake zetu, kwa mwanamke, kwamba mwanaume utatoaje maelezo kwa mwanamke. Na wengi tumelelewa katika mazingira kama hayo. Lakini tunapoingia kwenye swala zima la ndoa, na hasa ndoa ya Kikristo, lazima uwe tayari kutoa maelezo. Biblia, mwanaume lazima utengeneze mipaka, na hiyo mipaka unaitengeneza wewe. Yaani lazima utengeneze mipaka ya wadogo zako, kwamba wadogo zako wataishia hapa kwenye ndoa yetu, kwamba wazazi wako wataishia hapa kwenye ndoa yetu, kwamba mawifi wataishia hapa kwenye ndoa yetu. Usipotengeneza mipaka, maana yake ni kwamba hiyo ndoa itatawaliwa na ndugu. Nimeshuhudia wanandugu wengi wanasema, na hasa mawifi wanamwambia mkaka yao ya kwamba umetuolea mwanamke wa aina gani, umetuolea mwanamke wa aina gani. Nataka niwaambie kabisa, ambao mnanisikiliza, ninyi ambao mnanisikiliza, pamoja na wanandoa hawa, hawajaoa kwa ajili yetu, wameoa kwa ajili yao. Lazima rafiki yako ajue ya kwamba huyo ni mume wako. Kwa hiyo hata kama kuna shemeji, lazima utengeneze mipaka. Kuna usemi mmoja unasema huko mtaani ya kwamba shemeji, alafu lazima nini? Manake ni kwamba huyo shemeji haujaweka mipaka. Kwa hiyo usipoweka mipaka, huyo shemeji atazima taa. Sawa eh? Mtoto wangu wa pia anaitwa fulani, waga najiuliza huyo mtoto amezana naye. Tunapozungumzia kuambatana, tunazungumzia kuondoa ubinafsi. Kwa hiyo tunaondoa ubinafsi, kwamba tuna watoto watatu, mtoto wetu wa kwanza ni fulani. Kwa hiyo unaondoa dhana ya mimi, unaondoa dhana ya kwangu, unaweka dhana ya yetu. Ili ni gari letu. Nimeshuhudia wengine wanasema usisubutu kuchezea gari langu.
Na hapo anamwambia mke wake, Wakati mwingine pia hata mwanamke anamwambia mume wake kwamba unajua hilo gari umelipata wapi. Kwa tukifika mahala atuondoi dhana ya ubinafsi katika ndoa, ndoa itaingia shida. Kwa hiyo tunapozungumzia kuambatana, tunazungumzia kuondoa binafsi, tunazungumzia kushirikiana, tunazungumzia kuwa kitu kimoja. Na kuna vitu vitatu vinavyoonyesha swala zima la kuambatana. Tabia ya kuambatana inajengwa na mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni msamaha. Swala zima la msamaha kwa wanawake, msamaha kwa wanaume, lazima tupate muda wa kukaa pamoja. Na hii ni kanuni mojawapo ya kuambatana. Lazima utengeneze muda wa kuwa pamoja. Na kuna wengine hata kuja kanisani hatuwezi kuambatana. Kila mmoja anakuja kivyake. Tunasali Temeke, mama ametangulia, baba anakuja baadaye. Baba ametangulia, mama amekuja baadaye. Swala zima la kuambatana ni kutenga muda pamoja na kufanya vitu kwa pamoja. Hiyo ndio swala zima na tabia ya kuambatana. Lakini jambo la tatu ni swala zima la mawasiliano. Ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu ya mawasiliano. Hatuwasiliani vizuri. Tunapozungumzia mawasiliano, tunazungumzia kuna taarifa unaipeleka upande A, upande B, na lazima kupe na mrejesho. Lazima kuwe na two way traffic tunapozungumzia mawasiliano. Hatuwezi kuishi vizuri katika ndoa. Tatu pia, jambo la kwanza ni uaminifu wa kweli. Jambo la pili ni kuwa na umoja wa malengo pamoja na maono. Lazima mpange pamoja, mshirikiane pamoja. Nafika kwenye ndoa, baba ajui maono au mama ajui maono ya baba katika ndoa, hiyo ni nini? Na wakati mmoja wakati namalizia, nilikuwa nafanya counseling ya ndoa moja. Kwa nikamuuliza mwanamke pembeni kwamba katika ndoa hii wewe unatamani kuwa na watoto wangapi? Yule dada akaniambia watoto wawili. Nikamuuliza mwanaume, hivi Mungu akiwajalia kuwa na watoto, unategemea uwe na watoto wangapi? Akaniambia kadiri mayai ya mama yatakaporutubishwa ndivyo watoto nitakaokuwa nao. Yaani maana yake ni kwamba yeye hana idadi. Si ndio? Hana idadi. Hebu kupiga picha hiyo. Mwanamke anasema watu wangapi? Mwanaume anasemaje? Unlimited. Yaani wowote atakaokuja. Hiyo ndio itakuwa na amani. Sisi ambao tunasikiliza tumekutanika mahali hapa, tupo ambao tumeoana katika ndoa zetu kwa miaka mingi. Baba, tazama hata kama tunapitia changamoto mbalimbali, tukaweze kuyashinda yote kwa utukufu wako. Ninaomba kwa ajili ya wale wote ambao Mungu anatamani kuingia katika ndoa. Wengine wamepata taarifa mbaya kwamba ndoa ni shida, na hata wengine wamechelewa kuingia katika tukio hili. Kama wamepata taarifa mbaya juu ya ndoa, ninakusihi Bwana Yesu, kila mmoja wao ambaye Bwana anatamani kuingia kwenye tukio hili, neema yako imuongoze Bwana. Amen. Na panel wanakwenda kukaa. Kwa hiyo tukakae kule. Leo na kesho, harusi maua, ng'ari wanapendeza. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu tunasema. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Haikuwa rahisi. Alafu Matthew msaidie kuomba. Alafu sasa Daniel, wakati wako sasa kufungua shera. Amen. Mapenzi imetangazwa kwamba Bwana Daniel pamoja na Bi Hanifa wamepatana kuoana katika ndoa takatifu ya Kikristo.
na hadi sasa hujasikia lolote la kuwazuia wasifunge ndoa yao. Nami nakwenda kuifunga ndoa hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Maswali kwa wote. Nyote muamini kuwa ndoa ni agizo aliloweka Mungu, hata Yesu Kristo akaithibitisha. Kwa hiyo wapasa kuyafanya haya mkimcha Mungu. Swali kwa Bwana Daniel. Wakili na kutangaza kwamba wewe hujaoa mwingine bado, na ya kwamba uhuru katika mambo yote ya ndoa kwa wengine. Sauti. Swali la pili. Mbele ya Mungu na mashahidi hawa, unamtoa Hanifa asimamaye pamoja nawe kuwa mke wako unayemuoa. Utampenda na kumtunza mwapo katika afya au ugonjwa, katika heri au taabu, kwa maisha yenu yote. Ndio. Swali kwa Hanifa. Wakili na kutangaza kwamba wewe hujaolewa na mwingine bado, na kwamba uhuru katika mambo yote ya ndoa kwa wengine. Swali la pili. Mbele ya Mungu na mashahidi hawa, unamkubali Daniel asimamaye pamoja nawe kuwa mume wako aliyekuoa. Utampenda na kumtunza mwapo katika afya au ugonjwa, katika heri au taabu, kwa maisha yenu yote. Ndio na Swali kwa mashahidi. Nanyi muamini kwamba ndoa ni agizo aliloweka Mungu, hata Yesu Kristo akalithibitisha. Kwa hiyo mwakubali na kuahidi kwa uaminifu kusimamia ndoa hii inayofungwa leo katika kicho cha Kristo. Ndio tunakubali. Swali la pili. Mnakubali kuwa Daniel atakuwa wa kwanza kutoa ahadi yake mbele za Mungu na sisi tukiwa ni mashahidi. Karibu. Mimi Daniel naweza mbele za Mungu na mashahidi hawa, mimi naweza ninapokea wewe Hanifa usimamaye pamoja nami kwa mke wangu niliyekuoa katika ndoa takatifu. Nitakupenda na kutunza katika afya au ugonjwa, katika heri au taabu, na kukufanyia fadhili, huruma na uvumilivu. Nitakaa nawe kwa amani kama ipasavyo mume Mkristo mwaminifu, na kuwaacha wengine wote. Nitaambatana nawe peke yako kwa maisha yangu yote. Mungu anisaidie. Pia ahadi ya Hanifa. Karibu Bi Hanifa. mbele za Mungu na mashahidi hawa, mimi Hanifa Abdalla nakubali kuolewa na wewe Daniel Isaac usimamaye pamoja nami kuwa mume wangu uliyenioa katika ndoa takatifu. Nitakupenda, nitakutii na kukutunza katika afya au ugonjwa, katika heri au taabu. Nitashirikiana na wewe katika furaha au huzuni za maisha yetu. Nitakufanyia fadhili, huruma, uvumilivu. Nitakaa nawe katika amani kama ipasavyo mke Mkristo mwaminifu, na kuwaacha wengine wote, na nitaambatana na wewe peke yako kwa kuzingatia na kutunza agano hili maisha yangu yote. Mungu anisaidie. Amen. Basi baada ya hapo naomba mtazamane, alafu mshikane mikono uume. Kanisa naomba tusimame. Kwa kuwa wewe Bwana Daniel na Bi Hanifa mmekubaliana kufunga ndoa takatifu ya Kikristo na kukiri mbele ya Mungu na mashahidi hawa
Mimi mchungaji Moses Ndege, kwa mamlaka niliyopewa na kanisa la Mennonite Tanzania na kwa sheria ya ndoa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natamka kwamba tangu sasa ninyi ni mume na mke katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo awe pamoja nanyi na ibariki ndoa hii katika Yesu Kristo Bwana wetu. Na kama Mungu alivyounganisha, mwanadamu asiwatenganishe. Mwenende kama mume na mke, mkae kwa amani, mumche Mungu na mzishike amri zake. Amen. Kanisa tukae. Naomba pete. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa rehema zako na baraka zako. Asante kwa ajili ya Daniel pamoja na Hanifa ambao Bwana wameoana leo katika ndoa takatifu. Wanakwenda kuvalishana pete hizi, nami Bwana ninazitakasa pete hizi kwa damu yako ya thamani. Ni Baba, pete hizi zikawe ni baraka kwenye ndoa yao. Ninaondoa kila maneno mabaya ya mwovu. Ninaondoa kila njia ya mwovu itakayopenyeza na kupitia katika pete hizi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninazitakasa Bwana Yesu, kazibariki na kuzikubali wanapokwenda kuvalishana pete. Tutashuhudia Daniel akivalisha pete Bi Hanifa. Karibu. Upendo na uaminifu wangu kwako katika maisha yangu yote ya ndoa. Ninakuvisha pete hii ikiwa ishara ya upendo na uaminifu wangu katika maisha yetu ya ndoa. Amen. Baada ya hapo sasa, naomba twende tukasaini vyeti. Twende tukasaini vyeti. Runde hata.
unaweza Bwana Daniel, chukue mke wako, alafu twende tukaketi. Twende tukaketi vizuri kabisa. Nisikie vigelegele na shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Maliza shughuli yake. Haleluya. 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 Niwaombe wazee wa kanisa watuwekee kisonzo hapo kwa ajili ya sadaka ya shukrani ya ndoa ambayo itaongozwa na tunashukuru. Tunatoa vyeti viwili. Cheti kimoja ni cha serikali, na cheti hiki ni uthibitisho. Maana yake ni kwamba kuanzia leo ndoa hii imesajiliwa rasmi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sasa na hii utambulisho kamili kwamba Bwana Bukori Bi Sanura ni mke wako halali, ni mke wako halali. Na hichi kutoka kwako Bi Sanura ya kwamba Bwana Bukori sasa ni mume wako halali kabisa. Kama nilivyotangulia kusema katika ndoa iliyotangulia, tumkabidhi cheti chako Bwana Alfred kuonesha uhalali wa Bi Panet kuwa ni mke wako halali kabisa. Lakini pia nikukabidhi cheti hiki Bi Panet kuonesha kabisa kwamba Bwana Alfred ni mume wako halali kabisa kwa ndoa. Lakini baada ya hapo pia nikukabidhi cheti cha kanisa, cheti kimoja kinachoonesha kabisa kwamba sasa ninyi sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Na Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Niombe familia ya Daniel pamoja na Hanifa kusogea hapa mbele. Nikukabidhi Bwana Daniel cheti chako kuonesha kabisa kwamba Bi Hanifa ni mke wako halali kuanzia leo. Na Mungu aendelee kuwabariki na kuonekania katika ndoa yenu. Karibu mwenyekiti. Asante sana mchungaji. Asante sana kwa ajili ya zoezi hilo. Tuna mambo mawili tu yamebaki mbele yetu, na baadaye wote pamoja, alafu na mchungaji pia atakula keki. Haiwezekani ufanye kazi ngumu hii alafu uondoke bila kula keki na mama, alafu then tutamalizia kitu kimoja cha mwisho
ili tuelekee chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba maharusi msogee hapo pole pole wakati tuna muziki hapo kutoka kwa wenzetu watu wa studio. Tafadhali naomba msimame maharusi. Wale wanaoshika keki tafadhali msogee hapa. Kile kisu mkiinue juu kabisa kutakiana heri na baraka za Bwana. Safi sana. Naomba unaowasaidia tafadhali Joyce sogea hapo. Joram tafadhali Westfield. Joram. Na niwaombe ninyi wawili tafadhali mkate kipande hapo sasa. Kila mmoja abebe kwa ajili ya mwenzi. Namuona ndani ana furaha sana leo, yani mpaka sijawahi kuona meno yake hivyo, lakini leo ibada nzima anafurahi. Tafadhali karibuni. Alafu wanapolishana tafadhali tupige na baraka. Na mnalishana kwa pamoja. Huyu anamshika bega mwenzio, bega la kushoto, alafu na mkono mwingine tafadhali unaelekea kinywani. Haya. Moja, mbili. Na Mungu awabariki sana. Na msogea nyuma kidogo. Somome mpole na mke wako tafadhali sogei. Nachukua miti. Tafadhali na nyinyi mwishe ishara kupata basi. Niweni kisu juu kabisa. Haya, 1, 2, 3. Haya, naweza kuchukua vile vipande vilivyokatwa na mkaweza kulishana mtu na mwenzie. Mkono wa kushoto begani, mkono wa kulia unabeba keki na unapeleka kinywani pole pole. Haya. Kama mko tayari, moja, mbili, tatu. Safi kabisa. Tafadhali msogee nyuma. Muombe mzee wangu Alfred Makwaya pamoja na mama Beleni. Sogeeni pia mchukue kisu pamoja na muonyeshe ishara ya kukata. 1, 2, 3. Mama Joyce wasaidie hapa tafadhali kupata vipande vichache kwa ajili ya wao wenyewe kulishana. Pole pole tu mama. Mko tayari? Haya. 1, 2, 3. Hapo sio mbali. Basi tuelekee mama. Mama chukua nyingine tena mlishe baba. Safi sana. Basi na sogea nyuma kidogo. Leo sogea. Swela, subiri kwanza tafadhali. Dada na mke wako mtoto chungaji ndege na mke wake. Joyce tafadhali sogea kwa kusaidia kukata vipande fasta. Haya. Sogea na
kutayarishwa. Tafadhali ndani na mke wako usogee nyuma. Kwaya pamoja na mama. Okay, zima kwaya peke yako, mama subiri. Tambulisha mchungaji Maswela. Safi sana. Mama mchungaji atarishwa na Sanura. Joyce nadhani sasa mwende kuondoa hiyo keki mahali hapo. Maiga. Alafu najua umoja wa wanaume wa hapa jimbo la Temeke wanayo zawadi yao, na umoja wa wanawake, naomba mjiandae baada ya dakika hizi chache. Moja na tenzi moja. Kwa maana gani? Ninyi sasa ni mwili mmoja, mtaimba pamoja na mtasoma neno la Mungu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ukori na Sanura, tafadhali pokeeni Biblia na tenzi. Mkigombana muimbe, mkikasirikiana someni neno. Sawa? Hakuna kingine cha kuambia, mengi tumeongea, lakini kigombana tu ninyi anzeni kuimba. Sawa Hanifu? Yaani nyimbo za tenzi humu zote uzifahamu na kuzijua zote na kusoma hili neno la Mungu. Siku nikiwatembelea nyumbani kwetu tawaambia naomba nione ile Biblia. Alafu ikiletwa ndio inafunuliwa na mavumbi, tawanyang'anya. Mzee wangu Makwaya pamoja na mama, pokeeni Biblia hii na tenzi ikawa ni zawadi na ukumbusho wa kanisa pamoja nasi watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Niwaombe wawakilishi niwaombe umoja wa wanawake, tafadhali msogee na zawadi yenu kwa ajili ya ndugu zenu hawa. Karibuni pokea. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Na wamama hao wamewajali sana, wanatamani mwe na usingizi mnono. Naombe jumuiya ya vijana kama wapo na wao kama wana zawadi yao, tafadhali jumuiya ya vijana changamka hapa. Naona wameongezea mashuka. Kwa kweli ila msilale sana, fanyeni kazi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja. Jumuiya ya Mbagala, jumuiya ya Kijichi pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza. Na jumuiya ya Sabasaba, tafadhali njooni kwa pamoja. Jumuiya ya Mbagala, jumuiya ya Kijichi na jumuiya ya Mbagala, Kijichi pamoja na Sasa wewe ni mimi ni wewe, wendo wandani wangu. Karibuni tafadhali. Sasa wewe ni mimi ni wewe. Na jumuiya ya Sabasaba. Sabasaba mpo tafadhali. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki. Mketi. Muziki mbona hauna sauti? Ya harusi, sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Na mabinti Sayuni najua wana mwenzao katika kundi hili ambaye amekuwa anamtoa kijana wake. Mambo sasa ni haikuwa rahisi.
na wenzako na wenzako pia wanashirikiana na wewe. Kwa hiyo Mama Sibila anatunzwa kwa sababu ya ushirika wake mzuri ndani ya umoja wa Mabinti Sayuni, lakini pia na wamama wa Temeke. Na Mungu akubariki sana mama, uendelee kuzaa vyema. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na ongeza. Sitamani kukaa na watu kanisani ambao wana ndoa za sogea tukae. Yaani wewe kama unajua kwamba unaishi na mke au na mume na hujafunga ndoa, tafadhali huu mwaka usiishi. Sikutishi, ila ninakuambia ukweli. Natamani kuishi na watu wanaokwenda mbinguni bure bila gharama yoyote. Gharama ndogo ndogo tu za vyeti ndio tutakwambia, lakini mambo mengine yote sisi hatuhitaji hayo. Ukiamua kufanya shughuli yako huko weka fanye, lakini hapa ndani mambo yetu ni mepesi kabisa. Hatutamani kukaa na watu ambao hawajabariki ndoa zao. Hebu muangalie jirani yako, anafanana na huyo naye msema. Tazame usoni, kazie macho kabisa. Obi, na wewe umo? Sio wewe. Haya. Muangalie tu, muulize, na wewe umo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Ya leo tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako, Mfalme, ili Baba uendelee kuwa pamoja nasi kila hatua tunayopita na kukanyaga. Baba, tazama umetuleta salama kwenye ibada. Tunakuomba katurejee salama kwenye familia zetu kwa utukufu wako. Baba, tazama tumekutolea sadaka kwenye ibada, na Mungu ninakuja mbele zako tena kwenye hii madhabahu nikiomba kila mkono ulionyooka kwa ajili ya kutoa sadaka. Bwana, ninakusihi Mungu wangu wa mbinguni, hii baraka na hii sadaka ambayo amekutolea ikapate neema na kibali machoni pako. Ukakubali sadaka ya mtoto wako huyu aliyetoa kwa moyo wa kupenda. Ninajua ndani ya sadaka hii kuna maneno, ninajua ndani ya sadaka hii kuna kilio na machozi, ninajua ndani ya sadaka hii kuna Mungu, kuna furaha. Baba, tazama kila mmoja wao kwa namna ambavyo Mungu amejieleza mbele ya uso wako kupitia sadaka hii, ukambariki na kuweza kujibu sawa sawa na mapenzi yako. Ninakutukuza na kukuinua ili yote akafanyike kwa utukufu wa jina lako takatifu. Baba, tazama baada ya hapa kuna chakula kimeandaliwa na watoto wako, kinakwenda kuliwa na kuweza kuingia katika miili yetu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa hata milele. Amen. Basi tupokee baraka. Mungu wa amani alimleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele. Yeye Bwana wetu Yesu Kristo awafanye ninyi kuwa kamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, na yakifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake. Kwa Yesu Kristo utukufu na yeye na sasa na hata milele. Bwana akubariki, Bwana akulinde, Bwana akutolee nuru ya uso wake, Bwana akurehemie, Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Enendeni na amani ya Bwana. Mate winutele, beba mizigo jiandae, si wenzako tushaganza safari. Uliambiwa ushapewa mabawa na ufundishwe na kupaa, sio mpaka watangaze kwa habari. Leo ndipo kesho inaanzia, uliza nini ukuta kumbe pazia, wala ta usijali.
hata ukikawa watasema tu. Kuna mtu anayekuvuta we ukae nyuma, yupo mtu anayekufanya we ukose raha. Nani alisema kila lisemwalo lipo? Simama we usirudi nyuma, yupo mtu atataka usoge, na huyo mtu ni wewe, na huyo mtu ni wewe. Jitabilie mwenyewe, nabii wako ni wewe, na huyo mtu ni wewe, na huyo mtu ni wewe. Jitabilie mwenyewe, jitabilie mwenyewe, nabii wako ni wewe. Sote tuna masaa 24 kwa siku, wenzako wanapiga, we unabibu. Kila saa kuna yako majibu, we ukiamini tu. Unadhani dunia nzima wewe tu ndo unaangukaga, usidhani ukianguka ndio mwisho utasimama. Leo ndipo kesho inaanzia, unazani ni ukuta kumbe pazia. Wala hata usijali, hata ukikawa watasema tu. Kuna mtu anayekuvuta we ukae nyuma, yupo mtu anayekufanya we ukose raha. Nani alisema kila lisemwalo lipo? Simama we usirudi nyuma, yupo mtu atataka usoge, na huyo mtu ni wewe. Nabii wa maisha yako ni wewe.